What's up, ladies and gentlemen, tukiwa bado tupo katika baby shower ya Zuchu, tumekutana miongoni mwa waigizaji ambao sasa hivi wanafanya vizuri sana, uso mwingine bali ni mrembo Leila. Mambo poa vipi? Kama kaa nyama unakuaga na vibe, sikujua. Kawaida moja moja sio mbaya, lakini uwaga unatoka yani outing kama hivi? Sio sana, moja moja kama hivi. Unajisikiaje kuwepo hapa kwenye shughuli ya Zuchu? Umepewa na mwaliko kabisa, sio jambo dogo. Nimejisikia na furaha kwa kweli. Ni nani ambaye alikupa mwaliko? Labda Leila njoo. Mimi nimepewa mwaliko na Shamira. Shamira. Najua Zuchu ni kipenzi cha wengi na mabinti wengi sana wamekuwa wakijifunza vitu mbalimbali kutoka kwa Zuchu. Ni kitu gani ambacho unajifunza sana kwa Zuchu na unatamani siku moja ufike pale ambapo alipokuwa? Japokuwa yeye ni mwimbaji lakini wewe ni mwigizaji. Kitu moja nilijifunza kutoka kwa Zuchu, uvumilivu. Na uvumilivu jamani, yule dada kama aliweza kukaa WCB sijui miaka mingapi, aje kutambulisha, aje kusainiwa, amekaa tu amesubiri. Mimi nani nisivumilie jamani? Kwa uvumilivu kwenye kazi kabisa. Maana unaposema uvumilivu, wengine wanaweza kusema labda kwenye maisha ya ndoa na nini. Mimi sijamaanisha huko jamani, nimemaanisha kwenye kazi na pia kwa kwenye maisha. Ulishapata nafasi ya kukaa naye chini kuzungumza mawili matatu? Sijakupata nafasi ya kuongea na Zuchu, lakini natamani ongee naye. Unatamani? Si ukipata nafasi ya kukaa naye, unadhani ni kitu gani cha kwanza ambacho utaanza kumwambia kwa lengo la kutaka ushauri kutoka kwake? Tutaongea vingi kwa kweli. Sisi kusema tutaongea, cha kwanza kitakuwa ni kipi, kwa sababu natamani kae naye niongee naye. Kwa sababu nataka niongea naye, siwezi kuelezea nitaanza na nini. Kuna mdada nilikuwa nimekaa naye pale wakati Zuchu jinsia ya mtoto wake na yuko wazi ni mtoto wa kike. Kuna mdada nikamsikia anasema natamani jamani ingekuwa ndo mimi. Wewe hapa leo kwa upande wako ulipoona mume wake kaja, watu wanamsherehekea ujauzito wake, au una ka feeling ulichotamani labda na mimi ingekuwa hivyo, au tayari ni mzazi? Mimi sio mzazi, lakini kwa mtoto wa kike yoyote yule, hamna ambaye atamani hichi kilichotokea leo. Hakuna kwa kweli. Kama ambaye atamani hichi kilichotokea leo, basi wewe mchawi. Umeenda mbali mamangu. Kwa sababu unaona shule ilivyokuwa, mambo yalivyoenda, yani kila mtu, ni kila ndoto ya kila msichana anaweza kusema. Lakini jenzi wengi sasa hivi wanaogopa sana kuzaa. Yaani kuzaa ni kitu ambacho nakifikiria mara mbili. Unadhani ni kwa nini? Na wewe mawazo yako kwenye kuzaa yapoje? Kuhusu swala kuzaa, kweli hata mimi naogopa sasa hivi. Unaogopa kuzaa? Naogopa. Unaona kama dada yetu yeye amezaa yuko ndani ya ndoa. Kwa labda na mimi maybe na mimi akitokea mtu akaniweka ndani ya ndoa, tazaa, lakini kwa hivi mimi naogopa. Sasa kinakuogopesha kitu gani? Kwamba unaweza ukatelekezwa na nini? Mambo yanatokea. Leila, mimi nataka tuambie sasa katika upande wa uigizaji. Umekuwa ukifanya vizuri sana ndani ya muda mfupi na watu wamekuwa wakikupokea kwa namna tofauti mtandaoni. Ni kitu ambacho ulikuwa unakitegemea, yani ndani ya muda mfupi tu hivi Leila umefahamika, watu wanakujua na kuna pressure ambayo ipo ndani yako? Kwa kweli sikutarajia kama watu wanipokea hivi ambapo nimepokelewa, sikuwaza. Na nikipinaingia kwenye sana nilijua tu na mimi nitakaa benchi na mimi hivyo, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, nimeingia, nimefahamika, nimepokelewa. Kwa hiyo najisikia furaha kwa kweli, najisikia raha. Hivi ni scene gani ambayo ukipewa hutotaka kabisa kuigiza hata kama script ndio inataka iwe hivyo? Nikipewa scene ya kucheza dada poa, jamani hizo scene siwezi na sidhani kama nitaweza. Ni kutokana na maadili ya nyumbani au ni kitu ambacho wewe pia ukipenda? Sio maadili ya nyumbani, yani sio maadili ya nyumbani, hata tamaduni tu. Yani hata jamii itanionaje, kwa wananichukuliaje? Unajua wengi wanapenda kujaji unachokifanya, ndio watu wanakujaji hapo. Unaona kama mimi mtu ananiangalia hivi, naona kuna dunia tena dada fulani hivi mpole mstaarabu. Unaponiona nipo mpole mstaarabu, ukinikuta niko na mchamba mtu, utashangaa. Na ushanijaji kwa kile ambacho tunakifanya kule kuna dunia, si ndio? Dada fulani hivi mpole mstaarabu. Nikishachukua hilo vazi kwamba mimi dada poa, hata mtani pia utaniona hivyo hivyo, kwa sababu wengi tunaona wanapewa karakta kufanya kitu fulani, akienda mtani ndio hivyo hivyo. Kwa mimi ni karakta ambayo sipendi ile kwa kweli. Ukiza kama dada poa, unashai kupewa ukaikataa?
Sijawahi kupewa kwa kweli, kwa sababu kwanza nimeanza kuigiza kwa Baba Asma. Nimeingia kwenye sanaa, nimeanza kwa Baba Asma. Kwa hiyo sini ambayo nimepewa mimi eti sini ambayo nimepewa mimi ni hiyo ambayo bado ninayo mpaka saizi, bado sijabadilishwa. Kwa hiyo sijui uko mbele itakuwaje. Ndoto zako ni zipi katika swala zima la kuigiza? Unatamani ufike wapi? Ndoto zangu huwezi kukwambia, lakini natamani kuwa mtu fulani hivi kama dada yetu tu alivyo. Umeniambia kwamba hutaki kuniambia ndoto zako, ni kwamba katika maisha ya kawaida ni mtu ambaye pia huaga unaficha sana vitu vyako, yani malengo, mipango, huaga uambii mashoga zako, marafiki? Mipango yangu iko hapa. Unakifua? Yani kama ambapo nilitoka nyumbani kwetu, sikumwambia mtoto kama mimi natamani kwenda kwa Baba Asma au kufanya kitu fulani. Walishtukia tu niko Baba Asma. Nimeshaanza kuigiza. Kwa ndio hivyo kama nataka sijui kufanya nini, ndio mchana tu hivyo. Nimefanya kitu fulani. Sasa kumwambia shoga yangu, kwa nini nimwambie shoga yangu? Kumbe wakati unatoka nyumbani ukusema kama unakuja Dar. Kuna watu baadhi kama ndugu zangu walikuwa wanajua kama nakuja Dar, lakini hamna mtu aliyekuwa anajua kama mimi kuna akili yangu mimi naweza kama nije niigize. Nifanye kitu chochote kinahusu sanaa. Hamna mtu aliyekuwa anajua hicho kitu. Mimi mwenyewe nafsi yangu na akili yangu nilikuwa nikiona sema ni mimi pale nitafika tu. Kwa kumalizia, katika comments ambayo waga watu wanaizungumzia sana ni ile ya kwamba wewe hapo unampenda mlinzi, yani mwanaume ambaye hana mbele wala nyuma. Ushanipata? Yani kwamba anaona kwa jinsi ambavyo ulikuwa mzuri, una hadhi ya kuwa na mwanaume fulani. Katika maisha yako ya kawaida, kutokea hiyo kwamba upo kwenye mahusiano na mwanaume ambaye watu wengine wakimwangalia wanasema Laila pale kafuata nini? Sina mahusiano. Sina mahusiano na sijui mahusiano yanakuaje. Kwani mahusiano yanakuaje jamani? Watu wawili kupendana. Watu wawili kupendana. Watu wawili kupendana. Yaani kama mimi nakupenda sana, siwezi kuishi bila wewe. Sio ndugu yangu. Sio ndugu yako. Kwani mimi ndugu yako? Yaani kama hivi mimi na yeye tumekutana leo, Laila nakupenda, upe wako mashallah kung'ara, yaani natamani tukae tujenge maisha. Tena baki. Hapana. Hujai kuwa wewe. Sasa ni jealous. Bado. Sijawahi na bado nasitegemei. Safi sana. Asante. Unatafuta hela kwanza. Ninatafuta sasa. Kwa hiyo sasa una miaka mingapi? 19. 19. Jamani. Una miaka 19. 19. Babake. Kwa bado unaendelea na masomo au? Hapana, sisomi labda nasomea sanaa. Lakini masuala ya shule sisomi. Nipo nafanya sanaa. Unafanya sanaa. Unataka uolewe uko na miaka mingapi? Mimi. Inshallah, hata akitokea sasa hivi anataka kunioa. Mahari shingapi hapo? Mahari sitaki. Hutaki kuolewa na mahari? Sitaki kuzungumzia masuala ya mahari. Juzi nimeongea masuala ya katolo, basi watu wakaniandama. Alafu nataka nisaishe jamani. Sema wewe mahari ulitaja kubwa. Ilikuwa milioni ngapi? Milioni? Ngoja nisaishe kitu kimoja, kitu ambacho watu hawakijui. Yaani si nikwambieje? Ile pale ni kwanza wanisamee tu jamani. Utaja mahari kubwa. Yaani nitoka mwenzenu. Nikasema sijui upendo na pesa, bora pesa hapana kwa kweli. Unasema milioni ngapi? Milioni 5. Alisema milioni 5? Milioni 5. Bilioni 5 mahari. Milioni 5. Wanisamee jamani. Wanisamee. Watu wameniattack wengi. Mpaka watu DM wamekushambulia sana. Comments zimekuwa nyingi. Wanisamee jamani. Sasa hivi nataka mahari ya shingapi sasa? Amna sasa kutaja mahari jamani. Hata akija na msafu jamani. Nyumbani kupo jamani, njoo tu. Nilivyosema bilioni 5 tu niliwatisha. Hapana bana. Watu wakija na msafu, mimi Muislamu. Ukitaka kunioa mimi kwetu ni karibu tu hapo Mwanza. Unaenda kwetu unatoa mahari basi.